الحمد لله الذي أنشأ وبرى وخلق الماء وبثره وأبدع كل شيء وذره، لا يغيب عن بصره صغير النمل في الليل إذا سرى، ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهل بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى، خلق آدم وابتلاه ثم اجتباه فناب عليه وهدى، وبعث نوحا فاصنع الفلك بأمر الله وجره، ونجى الخليل من النار فصار حرها بردا وسلاما عليه فاعتبروا بما جرى، وأتى عيسى بآيات تبهر الورى، وأتى موسى فما ادكر فرعون ومرعاه، وأنزل الكتاب على محمد فيه آيات مبينات، أحمده على نعمه التي لا تزال تترى. أما بعدكم شكر الله عز وجل نكم تكي رحمة Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa mara nyingine tena nachukua nafasi hii wapenzi wetu wa kuangalia hii session yetu ya Video Kheri TV ama Kheri TV, kwamba tuna nafasi kidogo ya kukumbushana katika majambo kidogo ya kidunia, katika yale yanayotufika na yanayotusibu. Tunaweza tukasema munasaba maisha ya dunia yamezingatiwa haswa kupeana nasaha, na nasaha ndio zinaweza kutukumbusha sisi kujijua nafasi zetu, sisi tumeletwa kwa ajili ya kuwa nani, na mitihani inapotufika tuwe watu wa design gani, tuikubali design gani, kwa sababu mitihani ilianza kuumbwa katika zama za manabii na mitume, maswahaba na matabi'i tabi'ina, wote walipitia mitihani, na sisi tuliokuwepo duniani wote tumeombiwa mitihani. Nasaha zangu fupi kwenu nyinyi leo ni kuhusiana na masala mazima ya wanawazuoni wanapotuambia da'il ayami taf'alu ma tasha'u. Mwanadamu unatakiwa uache masiku yafanye jile yanavyotaka, yani masiku yameumbwa kufanya vile alivyoandikiwa kufanya. Watibi nafsan idha hakama alqada'u, na nafsi yako inatakiwa kuridhia pale mahukumio ya Allah yanapokufika. Mahukumio ya Allah hayana budi wewe kukufika, utake usitake, lazima yakufike, lazima yakusurubu kama umeumba kukusulubu, na lazima yakuneemesha kama yatakuwa yenye kukuneemesha. Fala tajhal li hadithati layali, unatakiwa usihuzunike kuzingatia masiku ya dunia yamekufika vipi wewe. Masiku ya dunia yamekufika kwa nyakati gani? Upo katika msiba, upo katika furaha, upo katika nyakati ngumu, upo katika nyakati nzuri. Zote hizo ni hukumu zake Allah kukufika, ni wajaba na ni sheria katika maisha yako. Fala tajhal li hadithati layali, usihuzunike kuyazingatia masiku ya dunia. Fama li hawadithi dunya baqa'u, masiku ya dunia hayakuumbwa yenye kubakia. Iwe leo itapita, iwe jana itapita, kesho kutwa ndio ishapita, na hata mwaka huu pia utapita kama ulivyopita mwaka jana. Wewe utake usitake, hukumu za Allah zimeumbwa kukufika na zitakufika vile Allah alivyozikadiria. Sasa nimeyasema haya ili tupate kufahamu ufahamu wetu sisi mfupi, maana upeo ghayatul ilmi Allah alimjalia Muhammad rasuli pekee sallallahu alaihi wasallam. Sisi tuliokuwepo duniani tuna upeo mdogo mdogo tu wa ilmu, kwa tunazidiana. Muhimu nafsi zetu kukumbushana. Pengine mimi nikawa ni mdhaifu sana mbele yako wewe, Allah akawa amekupa daraja kubwa, amekupa cheo kikubwa, amekupa utukufu mkubwa, lakini mimi nikaumbwa kukuambia kitu wewe ambacho kinaweza kukuzindua katika 1, 2 na 3 katika mlolongo mzima wa maisha yako. Kwa hiyo dunia hii yenyewe tu yenye kutujia imeumbwa tayari. Habi dunia tu atika, yeshe dunia ikujie. Alaysa almautu ya atika, tunaambiwa kwani mauti haukuwa wenye kukujia wewe? Tafsiri sahihi, ukiona mauti kama unakujia wenyewe tu, siku ya siku umeumbwa utakufa, basi na majambo ya riski pia kama yameumbwa kuwa riski yako siku fulani itakufika, riski yako siku fulani hutopata, muda fulani saa fulani wewe riski yako itayumba kidogo, muda fulani saa fulani riski yako nayo pia itakaa vizuri kidogo. Yote kwa yote pia, lakini swala muhimu ambalo la mwisho zaidi kulikazia katika nafsi zenu ni kukithirisha sana kumwomba Mwenyezi Mungu, kufanya dua. Na dua hapa nazungumzia dua ya kuombewa. Dua nzuri ni ile ya kuombewa. Tumefaradhishwa kujiombea dua, lakini dua nzuri zaidi ni ile ya kuombewa.
ukapata watu kukusanyika, ukapata maustadhi, ukapata mashekhe, ukapata vijana wawili watatu wenye kuijua dini kukuombea dua. Ni nzuri zaidi kuombewa dua, kwa sababu dua inaondesha kadari. Wakati mwingine kuna kadari imepangwa kukukuta, unaweza kupanga safari ya kutoka nyumbani kuelekea mahala, lakini Allah mbele amekupangia upate ajali, ila kulingana na dua ulioifanya Allah akaondosha ile kadari. Sasa na Mtume ametuhusia kwamba la shay'un akramun inda Allahi kadduai, hakuna kitu kizuri, kitu kitukufu duniani kama dua. Sasa dua ni jambo zuri sana, dua ni jambo zuri sana, dua ni jambo zuri sana. Sisi kwa tunazinduana nafsi zetu sisi wapenzi watazamaji wa Kheri TV kuhusiana na masala mazima ya kutokukata tamaa duniani, kuhuzunika na matukio yanayotukuta. Idadi ya masiku, wakati mwingine mnatafakari idadi ya masiku inazidi kusonga, maisha yangu bado mabovu, maisha yangu bado hayajanyoka. Hapana, Allah amepanga muda sahihi kwako wewe, isipokuwa muhimu zaidi ni kukithirisha kumwomba dua. Huenda ikawa ule muda ambao wewe amekupangia uchelewe kupata, akafupisha tabu zako, akakupa kwa urahisi, akakupa kwa muda sahihi ambao wewe matamanio yako yalikuwa yanatamani kupata wakati huo. Muhimu sana shekhe, muhimu sana waumini wenzangu, muumini sana. Muhimu sana pia wale kwa wenye dini ya Kiislamu, wasiokuwa dini ya Kiislamu, wote tumeletwa duniani katika kutakiana kheri, kuombeana kheri. Lakini muhimu zaidi, nasaha zangu, tusikate tamaa na masiku ya dunia jinsi yanavyotufika. Tukithirishe kuombeana dua wenyewe kwa wenyewe. Ikiwa mtu mzuri hana balaa, hana madhara kwako wewe, muombe dua, huenda Mwenyezi Mungu akaleta kheri zaidi kwake kukufanyia kheri wewe. Hilo nalo la muhimu pia kulikazia. Inshallah msisahau kutufollow, kutusubscribe katika hii TV yetu ya Kheri TV, ili tuweze kujadiliana nasaha zaidi na zaidi. Inshallah tuna imani Allah atazidi kutulinda, kutuhifadhi na kutujalia kheri zaidi katika miezi yote iliyokuwepo duniani mpaka pale uhai wetu utakapotamatika. Maana sisi tumeumbwa kuwa kupeana elimu na kukumbushana kutoka mwanandani, kutoka tulivyobebwa mgongoni na mama zetu, minal mahdi ila lahdi, kutoka katika mbeleko tulizobebwa na mama zetu mpaka kuingia katika mwanandani. Sisi tunatakiwa tukumbushane tu, maana ni wenye kusahau. Sasa hii nafsi ya mwanadamu ukiendekeza itakupeleka pabaya, kwa sababu annasul insanu katifli, tunaambiwa nafsi ya mwanadamu ipo kama mfano wa mtoto mdogo. Shaba ala hubbi ridha'i, yani nafsi yake hii ya mtoto mdogo inakuwa katika mapenzi ya kupenda kunyonya. Yani mtoto mdogo ana kawaida anapenda sana kunyonya, lakini pia tunaambiwa huyu mshairi maana hili ni shairi la msali wa mbele linatuambia in tuhmiluhu shaba ala hubbi ridha'i, yani mtoto kimvumilia ukamwacha anyonye tu, anyonye, basi anakuwa katika mapenzi ya kunyonya. Na ndio nafsi ya mwanadamu inavyokuwa. Ukiendekeza kufanya jambo fulani, basi yuko huko na kwa linaendelea kufanya huko. Ukiwa mwingi kukasirika, mwingi wa kutokumshukuru Mwenyezi Mungu, basi na nafsi yako daima itakuwa hivyo hivyo. Lakini ukikithirika kushukuru, walau atakuwa kidogo kinachokufika katika neema zake, basi Allah anakuwa mwepesi mwenye kukufanyia ibada, kukufanyia zaidi uwepesi katika maisha yako. Kwa muhimu zaidi kukumbushana wapenzi watazamaji wa Kheri TV. Inshallah Allah azidi kutufungulia kheri, Allah azidi kuwafungulia na kheri, na nyinyi wenyewe adumu katika kuyastarehesha maisha yenu ya dunia na ya akhera pia. Maana katika ufasaha wa lugha tumeambiwa tusipende sana akhera tukaisahau dunia yetu, au tukaipenda sana dunia yetu vile vile tukaisahau akhera yetu. Yote yanategemeana. Tuishi duniani hali ya kuwa tunajiandaa na akhera, pia akhera tuifikirie wakati mwingine, pia dunia tuifikirie, kwa sababu tunaishi duniani. Muhimu kutafuta, muhimu kufanya ibada, muhimu kumuomba dua Mwenyezi Mungu, muhimu kukinai, muhimu kurizika, muhimu kumridhisha yule ambaye hana faraja, kumfariji. Vyote ni muhimu. Inshallah nasaha zangu ni hizo kwa leo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, wal afwa minkum.